السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Basi leo tumepata nafasi mara nyingine hapa, tumepata hapa muhadhara wa Sheikh Sayyid Omar Abdallah, kwa jina lingine maarufu Mwenye Baraka. Tunazipata hizi clip zake, bora tuzisambaze. Mwanachuoni huyu mmoja alikuwa mwanachuoni mkubwa sana Unguja, soma elimu yake Unguja maarufu wanavyojua, na watu wengi wapata faida na kabobea kwa elimu Mwenyezi Mungu ya sekula na ya dini yote. Mwenyezi Mungu kampa elimu hizi. Kwa hivyo mwanachuoni huyu kwa kweli alifanya kazi kubwa sana, na vile vile watu wengi aliwasilimisha kwa kazi yake ya dawa, na Mwenyezi Mungu alimtunuku kwa elimu kubwa sana. Sasa anazungumza lugha karibu 4 mpaka 5. Na siku zote akizungumza huwa anavutia watu kwa mvutio mzuri wa mazungumzo, na watu huwa sana wanapenda kusikiliza mihadhara yake. Hivi ndio ilivyokuwa Zanzibar na wazuoni wakubwa kubwa kama hawa aliotoa. Na subhanallah, tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi. Hapa amezungumza sana, isipokuwa nataka tumsikilizeni kidogo mwenyewe Said Omar Abdallah rahim. Manahodha wengi wanazamisha jahazi. Too many cooks spoil the broth. Wapishi wengi wanaharibu uji. Huyu katia upawa wake, huyu katia mwiko, huyu katia nini. Hapana uji. Kwa hivyo inaonyesha Mungu mmoja. Hii ndio Qur'an. Ndio Uislamu unatoa kwa hoja. Na Qur'an kitabu cha Mwenyezi ni dhahiri shahidi, mambo yake yaliyomo yanaonyesha kwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Na kimejaa kila kitu. Na Muislamu anaongozwa na Qur'ani katika hali zake zote. Akiwa yuko markiti, yuko hospitali, yuko ofisi, yuko nyumbani, yuko kila namna, Qur'ani inakuongoza. Vile mmoja anasema, orientalist anasema, si Muislamu, anasema ajabu mambo ya Qur'ani, kuwa Muislamu wa kweli anayefuata Qur'ani wherever he is, whether he is at market or at home or in the office or in any condition, he always realizes that the vigilant eye of God is looking at him. Alipokuwa popote anajua kwa jicho la Mungu linamtizama. Mungu anamuona. Wa nahnu aqrabu ilayka min hablil warid. Tuko karibu na wewe kuliko mshipa wako wa shingoni. We are nearer to you than your own jugular vein. Atul ma'iyata haqqaha. Yupe haki yake umoja kumfu pamoja na Mungu, usikafidike. Na Mungu lazima awe nini? Awe ni mmoja. Na Qur'ani lazima iwe kweli. Kuna Mfaransa mmoja, daktari mkubwa kabisa, kaandika buku lake kwa Kifaransa, anasema la Bible, le Coran et la science. Kuonesha yaliyomo ndani ya Bible ambayo hayo yanakubaliwa na wenyewe wakubwa wafundishaji Bible. Kwa yaliyomo ndani ya Bible haya wafikiani ni yaliyovumbuliwa. Haya si mambo ya kuwa mtu anahujumu chochote au lolote au yoyote. Akaonesha kwa haya wafikiani na yaliyovumbuliwa. Inatosha tu kusema kwa maisha hapa Nabii Adam alikuwa kwa miaka 40,000 iliyopita. Inatosha. Au 40,000 iliyopita. Akaja kaonesha kila ndani ndani ya Qur'an yote yanotaja ulimwengu na ilivyoeleza mambo yalivyo yamewafikiana sawa sawa na yale yaliyovumbuliwa na binadamu baada ya kupata telescope na microscope na kufanya calculation na kupima na kukila namna. Anasema pourquoi il n'y a pas de description de le Coran comme parole de humain. Kwa mimi haiyushina siwezi kabisa kukubali maelezo yoyote, wala hapana maelezo ya kuonesha Qur'ani ni maneno ya mtu binadamu. Haya lazima ni maneno ya mtu. Mtume alikuwa kwa anasema maneno yote yaliyosemwa pale ya mambo ambayo yamevumbuliwa katika epoki yake, si wakati wake. 7e siècle kama alivyosema yeye, yani 7th century, karne ya 7 ya leo.
na buku hili limefasiriwa kwa Kiingereza. Inafaa kila kijana anayeweza kusoma Kiingereza asome buku hili. Linaitwa The Bible, The Quran and Science. Kwa Kiarabu linaitwa At-Taurat wal-Injil wal-Quran wal-Ulum. Utafunguka kichwa kabisa na wasilimu watu. Yeye mwenyewe mwisho katika kilimo. Na Wafaransa kadha wa kadha kwa kusoma buku hilo na mengineyo, na watu wanasilimu duniani, ikiwa Marekani, ikiwa wapi. Mimi nimepata fursa nilipokuwa Marekani mwaka juzi kusilimisha wangapi wakubwa na vijana. Kwa sababu unawaonesha nini Uislamu wasiokuwa ufahamu, wanaojua ndio unawafikiana na akili zao na roho zao na mwili wao. Na Qur'ani ndio kama hii, inakusaidia kwa kila maisha yako. Mmoja katika waandishi wakubwa wanasema anayetaja Qur'an, anasema sio Prophet Christ aliazimia kuitoa, ameazimia kutoa fulani itoe hii mpaka nitapokumbuka nyingine. Anasema huyu ni Johnson maarufu, mwandishi mkubwa kabisa katika waandishi wa Kiingereza. Anasema it's a prophet's cry, semantic to the core, yet of a meaning so universal and so timely that all the voices of the age take it up, willing or unwilling. It echoes over palaces and deserts, over cities and empires, first kindling his chosen heart to world conquest, then gathering itself in such a momentum that all the creative energy of Greece and Asia might penetrate through the heavy gloom of Europe. Asema Qur'an ukisoma unajua haya maneno ya mtume, si maneno ya binadamu. Huyu Mungu kamletea wahi. Ukitizama Kiarabu chake cha ndani, Semitic manake lugha ya Bani Israeli na lugha ya Kiarabu na lugha ya Phoenicians zinaitwa Semitic languages. Ukitizama ndani kabisa, ya nzuri kabisa, kamilifu kabisa, pamoja na hivyo maana yake kuongoza ukikila namna. Mwanzo itawaamsha wale walioletewa, watu ambao walikuwa wako nyuma kabisa kuliko watu wote duniani kama inavyojulikana. Hata wakizaa watoto wanawake wanawaua, maana wakawa wao ndio mabwana wa dunia kwa ilmu. Wakenda wakatawala, wakaingia katika majumba, wakawafundisha science, wakawafundisha na mambo mengine yote mzima. Kama ile quotation nyingine leo, ile maneno mengine nilitaka kuyatoa, kasi anasema anaitaja Qur'an, a book by the aid of which Muslims conquered a world greater than that of the empire, or that of Alexander, greater than that of the Romans, and in as many tens of years as the latter needed hundreds, by the aid of which they alone went to Europe as kings. Whence the Phoenicians went as tradesmen and the Jews as fugitives. They went there to teach philosophy, medicine, mathematics, art, and the art of song, and to stand at the cradle of modern science. Asema Qur'ani ni kitabu ambacho kwa msaada wa kitabu hicho Waislamu wameingia dunia yote. Watu wote wakasalimu amri duniani wakati wao. Hao Waislamu wa mwanzo sisi tumetupa Uislamu, tumetupa mafundisho yake. Uislamu haujabaki ila ulimini tu. Tabia za Kiislamu nzuri hatuna, wema wa Kiislamu kwa binadamu wote hatuna. Jitihadi ya Waislamu inabidi wafanye katika kusoma na kujihifadhi mwili wao na akili zao na roho zao hatuna. Kumasikilizano hatuna na yako. Lakini hao waliotangulia wamekwenda, wameingia huko, mwisho wakaja wakapeleka kama science aliyozitaja mpaka mathematics na kila kitu, na mpaka science na mpaka falsafa mpaka udaktari katika nchi za Ulaya. Inshallah Mungu atatutengeneza sote tuwe watu wema. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Basi huyo ndio Sheikh Said Omar Abdallah mwenye baraka akichambua Qur'ani kuthibitisha kwamba ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na akawataja watu mbalimbali ambao wamethibitisha kuisoma Qur'ani ambao si Waislamu kabisa. Kwa hivyo sisi kufuata haya maneno na kuyafanyia kazi inshallah. Shukran wa jazakallahu khair. Asante.